Na Jumapili ni ya tarehe 22 mwezi ni Oktoba mwaka 2017, na ikiwa basi imewadia saa 12 nchini Kenya, bila shaka ni wakati mwingine wa kipindi Afrika Mashariki papa hapa KTN News, na kama kawaida nitakuwa na hodha wako Francis Mtalaki na kukaribisha kwenye kipindi, kwani yapo mengi tu ambayo tumeweza kukuandalia katika Jumapili ya leo. Hivyo basi andamana nami hadi tamati, lakini kabla ya kuanza rasmi tupate vya mshahamu. Tarehe 26 Wakenya waache na wapige kura. Joto la kisiasa nchini Kenya lazidi kupanda wakati wa Kenya wakisubiri tangazo la Raila Odinga, ikisalia chini ya wiki moja baada ya marudio ya uchaguzi. Zaidi ya watu 200 wapoteza maisha yao katika shambulizi la Mogadishu, Somalia. Na michezoni wikendi hii tutakupasha mengi kuhusiana na raga ya watoto wachanga. Karibu mtazamaji kwenye kipindi, na tuanze na taarifa kutoka Kenya, ambapo kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga amesema kwamba tarehe 25, siku moja kabla ya Wakenya kuelekea debeni katika marudio ya uchaguzi wa urais, atatoa tangazo kamili la msimamo wake kuhusiana na uchaguzi mkuu. Lofti Matambo na maelezo. Ijapo haiko bayana kwa wachezaji wote husika kwenye mchuano wa marudio ya kura za urais nchini Kenya, mgombea urais Uhuru Kenyatta na wengine 5 waliopata upenyo kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama ya kesi yake mgombea urais Ekuru Aukot wanasema wako tayari kujitupa uwanjani liwe liwalo. Mgombea urais wa NASA Raila Odinga, vigogo wenza na wafuasi wao wanasema hamna uchaguzi Kenya bila marekebisho. Hali haieleweki siku ni 3 zilizosalia. Sisi tunawaambia wajipange. Tarehe 26 Wakenya waache na wapige kura. Uhuru leo amesema ya kwamba tutakuwa na uchaguzi tarehe 26. Ninamweleza hana mamlaka hata kidogo. Hiyo anaweza kuelezea Ruto mwenzake, lakini sisi wa Kenya tunasema Oktoba. It doesn't matter what you do. It doesn't matter how much you demonstrate. It doesn't matter how many conditions you give. It doesn't matter how many resignations. We are ready and Kenya is ready for election on the 26th. Kwa uchaguzi ikiwa kama wezi ndio watakuwa pale. Nataka kwenda kwa uchaguzi kama kiwanja iko sawa. Tutang'oa miba. Tutang'oa visiki. Kujiuzulu kwa kamishna wa tume ya uchaguzi ya Kenya Roslyn Akombe akiwa nchini Marekani mapema juma jana kumezua tumbo joto hata zaidi. Akombe anatoa sababu zake kwamba hawezi kushiriki usimamizi wa uchaguzi na tume iliyojaa makamishna wanaoegemea mirengo ya vyama vya kisiasa. Aidha, katika mahojiano kupitia njia ya simu akiwa Marekani, Akombe ameelezea kupuuzwa kwa usalama wake, wa jamaa zake na wakamishna wengine. Nikimnukuu, "Imenivunja moyo kuwasikiza wafanyikazi wa IEBC wakielezea wasiwasi wao kuhusu usalama wao." Kujiuzulu kwa Akombe kulifuatwa na taarifa kwa vyombo vya habari kutoka kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati aliyebainisha mianya kwenye tume hiyo. It's already painful for me to be on record as a chairman of the IBC that presided over a presidential election that was nullified by the Supreme Court. I've made this point on numerous occasions to my colleagues at the Commission. I've made several attempts to make critical changes, but all my motions have been defeated by a majority of the commissioners. Under such conditions, it's difficult to guarantee free, fair and credible elections. Please analyze thoroughly the statement of Chebukati and analyze thoroughly the statement of Akombe. They are sending a serious message to the country. Basically confirmed our fears or confirmed our reasons for pulling out of this race.
Haya yakijiri, chama tawala nchini Kenya cha Jubilee kinaendelea kukoleza chuma cha kampeni zake katika kaunti mbalimbali nchini humo kwa lengo la kutaka kuchaguliwa tena kwa Rais Uhuru Kenyatta, kinyume na wapinzani wake NASA waliotangaza maandamano makubwa kuwahi kushuhudiwa siku ya kupiga kura iliyoratibiwa kwa tarehe 26 Oktoba, kwa mujibu wa tume ya kusimamia uchaguzi Kenya IEBC. Kutia msumari wa IEBC moto, Ijumaa afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo alitangaza kuchukua mapumziko ya wiki 3, kumaanisha hata kuwa afisini siku ya uchaguzi. Well, that's a decision that has been reached by Ezra, and he's the best person to explain the reasons behind that. But obviously, from media reports, there have been a number of calls for his resignations over the couple of months in the past. And whether that has informed or the other developments, I may not be in a position to know now that I'm not in there. Fauka ya hayo, tume ya uchaguzi imekuwa ikikutana na raia wa Kenya ili kuwaelezea utayari wake, huku mahakama ya juu ikiendelea kusawazisha vipengee na kesi zilizowasilishwa kuhusu uchaguzi mkuu, moja ikiwa ni ya mwenyekiti Wafula Chebukati aliyetaka kujua iwapo ana uwezo wa kukarabati matokeo yaliyo na dosari. Naibu jaji mkuu akatoa uamuzi. How would it be a matter of choice as to which results between forms 34A and forms 34B the second respondent is to declare? Who aggregates that into what? Again, is it not an established fact that the constituency returning officer aggregates forms 34A from the polling stations into form 34B? Before generating form 34B, does not the returning officer verify the figures in forms 34A? Is it not a fact that the second respondent as the national returning officer aggregates the results from forms 34B into form 34C? Wakati mchakato wa utayari wa IEBC kufanya uchaguzi mnamo Oktoba 26 ukiendelea kudhihiri mahakamani na nje mahakama, hafla kama hizi pia zinaendelea kutoa hisia mseto miongoni mwa wadau na Wakenya. Kuna wale wanaohisi IEBC kwa tayari, huku wengine wakiwa na maoni tofauti. Kumekuwa na tetesi za maafisa wa IEBC kufurushwa na wananchi katika maeneo wanayofanya mafunzo na maandalizi. Tukio la kuitibua hali hata zaidi likishuhudiwa katika kaunti ya Meru mashariki mwa Kenya, pale jukwaa la muungano pinzani NASA lilipovunjwa na vijana wanaounga mkono chama tawala cha Jubilee. Hata hivyo, mwishoni mwa juma jana kulionekana kuwa na afueni kiasi cha haja wakati Raila Odinga alipokubali kufanya mkao na tume ya uchaguzi kuhusu uchaguzi huo, hata baada ya IEBC kuvunja mkao wa pamoja uliokuwa umepangiwa kati ya IEBC na wagombea wote 7 wa urais. Ijapo Raila alionyesha kuridhia, Jubilee imesema haitohudhuria mwaliko wa hapo kesho Jumatatu. Proper consultations are done and proper reforms are carried out, and those fears that we raised are addressed, which made us pull out of this race. Then we want to respectfully put it to Mr. Chebukati that your role is that of the referee. You are not the mediator. As a referee, he cannot call the teams and ask them, okay guys, when do we conduct this election? What rules should we put in place? In other words, there's nothing to dialogue about. Mivutano hiyo ikiendelea kushuhudiwa, wananchi wa Kenya wameachwa katika njia panda gizani. Je, wajiandae kwa ajili ya uchaguzi ama wasubiri maandamano siku ya uchaguzi kama ulivyotangaza upinzani? Siku, dakika na sekunde zikiendelea kufutika kuikaribia siku ya marudio ya uchaguzi huo wa urais. Lofty Matambo, KTN News, Afrika Mashariki. Kutoka Kenya tuelekee katika taifa la Somalia, ambapo shambulizi kubwa zaidi la kigaidi kuwahi kufanyika si tu katika taifa la Somalia bali dunia nzima
ambalo liliweza kuangamiza au kuchukua maisha ya watu zaidi ya 200. Mark Namaso na maelezo kutoka Mogadishu, Somalia. Raia na wanajeshi wakichambua vifusi vya majengo kupata majibu kuhusu hatima ya wapendwa wao kufuatia mlipuko mkubwa uliosababishwa na shambulizi linalohusishwa na ugaidi mjini Mogadishu. Taarifa za hivi punde zaidi kutoka Somalia zaashiria kwamba watu wasiopungua 300 wamethibitishwa kufariki kufuatia shambulizi la bomu Jumamosi iliyopita. Mapema juma hili, mamia ya raia waliandamana kwenye mitaa ya mji wa Mogadishu wakilalamikia kukithiri kwa mashambulizi ya kigaidi kwenye taifa hilo la upembe wa Afrika. Wengi wa waandamanaji walieleza kutotishwa na shambulizi hilo na azma yao ya kukabiliana na ugaidi. Tayari shambulizi hilo limefananishwa na lile la Septemba 11 Marekani. Hata hivyo, kufikia Alhamisi, kapteni wa polisi mji huo Mohamed Hussein alisema taarifa za jamaa za waathiriwa zinaweka idadi ya wasiojulikana waliko kwa 70 hivi, msako ukiendelea kwenye hospitali na maeneo mengine. Changamoto kuu kwa shughuli ya kuwasaka watu ni kwamba huenda mabaki ya miili yao isipatikane au kutambulika kutokana na moto mkali uliosababishwa na shambulizi hilo. Serikali inashuku kundi la Al-Shabaab, ingawa bado Al-Shabaab haijakiri kuhusika. Zaidi ya watu 70 wamesafirishwa kuelekea Uturuki kwa matibabu zaidi, huku hospitali za Somalia zikionekana kulemewa na idadi kubwa ya majeruhi kwenye shambulizi baya zaidi kwenye historia ya taifa hilo ambalo limeshuhudia machafuko kwa zaidi ya miongo 2.5 hivi. Mark Namaswa, Afrika Mashariki, KTN News. Naam, tukisalia na masuala hayo ambayo ni ya Somalia na shambulizi ambalo liweza kufanyika, baadhi ya mataifa yaliweza kutuma risala za rambirambi kwa taifa la Somalia, hususan serikali ya Somalia pamoja na wale ambao waliweza kuathirika. Hebu sasa tutazame ni kipi ambacho wale ambao wana diplomasia waliweza kutuma risala za rambirambi. Na baada ya kutoka Somalia ni kupeleke katika taifa jirani la Uganda, ambapo maandamano ambayo yalikuwa ni kupinga ule mswada wa kuweza kuongezwa umri wa urais yaliweza kusitishwa au kusimamishwa na serikali ya Uganda. Hii ni kutokana na tofauti ambazo zimeweza kujiri kutokana na upande wa serikali ambao unaunga mswada huo na upinzani unaopinga mswada huo vikali. Mary Kilobi na simulizi. Polisi nchini Uganda wamepiga marufuku kile ambacho wanakiita maandamano haramu nchini humo kufuatia mswada wa kisheria ambao uliwasilishwa bungeni kuhusiana na muda wa miaka ya uongozi wa urais. Mswada huu wa kisheria uliwasilishwa bungeni mwezi uliopita na upande wa chama cha NRM kinachoongozwa na Rais Yoweri Kaguta Museveni. Kwa sasa wabunge wanafanya majadiliano na wananchi ili kutafuta maoni yao kuhusiana na mswada huu. Upande wa upinzani umejipata pabaya mara nyingi mikononi mwa polisi kila mara wanapoandamana, wengi wakikamatwa, wengine kutawanywa na vitoza machozi na hata wakati mwingine kutumiwa kwa risasi za mpira.
Mikutano ya hadhara Uganda sasa haina uhuru, kwani wanaoandaa mikutano hii hunyimwa vibali, na hivyo basi kuashiria kwamba mikutano hiyo si halali. Kinyume na hali ilivyo katika taifa jirani la Kenya, ambapo pengine kuna demokrasia kwa kiwango fulani, ambapo licha waziri wa usalama wa ndani wa nchi hiyo Dr. Fred Matiang'i kupiga marufuku maandamano katikati ya miji mikuu, waandamanaji wamekaidi amri na hata kujipata pabaya, wengi wakijeruhiwa na hata wengine kupoteza maisha yao, hususan katika ngome ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga, ambaye amewahi kuwa waziri mkuu wa Kenya katika kipindi cha nyuma. Mswada huu umezua kizaazaa bungeni kila mara unapowasilishwa, wabunge wakionekana wakikabana koo, wengine wakitimuliwa bungeni kwa muda. Baadhi wamejipata wamezingirwa na polisi wasiruhusiwe hata kutoka katika makazi yao. Kutokana na vurumai hizi bungeni, spika alilazimika kuahirisha vikao bungeni, na hata sasa haijulikani ni lini mswada huu utawasilishwa bungeni tena. Hata hivyo, hatua ya kuwazuia na hata kuwatishia wabunge wa upinzani ambao sasa wanavalia mavazi mekundu, wengine kofia na hata vitambaa vyekundu kuhusiana na mswada huu haijawavunja moyo. Wameapa kwamba watafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba wanazamisha ndoto ya Rais Museveni. We will stand the ground and then defend the constitution of the Republic of Uganda. Even if we bring here mamba, whatever kind of ammunition, we will defend our constitution and are not going to allow him. Rais Museveni amekuwa uongozini kwa zaidi ya miongo mitatu, na iwapo mswada huu utagonga mwamba bungeni, basi ndoto yake ya kutawala taifa la Uganda kwa muhula wa 6 ifikiapo mwaka 2021 itazama, kwani kwa sasa Rais Museveni ana umri wa miaka 73 na katiba ya sasa inawafungia nje wawaniaji walio zaidi ya umri wa miaka 75. Museveni ameingia katika orodha ya marais Afrika waliohudumu kwa miaka mingi kama vile Paul Biya wa Cameroon, Robert Mugabe wa Zimbabwe na hayati Muammar Gaddafi wa Libya. Mary Kilobi, makala ya Afrika Mashariki, KTN News. Na tukiangazia yanayojiri katika taifa jirani la Tanzania, ni kwamba serikali ya taifa hilo inatazamia kuweza kuwapeleka wanafunzi 500 kutoka taasisi ya elimu kwenda kusomea mambo kadha wa kadha ili waweze kuboresha elimu nchini Tanzania, sawa na mambo kadha wa kadha yanayohusiana na maendeleo. Mwanahabari wetu kutoka taifa la Tanzania Rajab Hassan na maelezo kutoka Dar es Salaam. Nchini hapa imezoeleka wazazi walio na kipato cha kutosha hutafuta vyuo vya nje ya Tanzania kwa imani watoto wao watapata taaluma isiyo na shaka. Kwa miaka hivi karibuni imekuwa rahisi kupata nafasi za masomo nje ya Tanzania. The most worry sio kupata chuo. The most worry ni jinsi gani ya malezi ya mwanao anapofika katika nchi ambao wewe huwezi kumuona. Sasa riski hiyo global kwetu iko kwenye mikono yetu. Tutafanya monitoring and we'll make sure Mungu akisaidia kwa yale malengo yanaowapeleka basi waweze kwenda kuyatimiza malengo hayo, na sisi tutakuwa nyuma yao kuanzia mwaka wa kwanza mpaka kipindi chao cha masomo. Taasisi ya Global Education Link kwa mwaka huu pekee itasaidia takribani vijana 500 kupata nafasi za masomo katika nchi za India, Uingereza, Amerika na Uchina. Siwezi kusema kwamba Tanzania yetu haina vyuo vizuri vya kupatia elimu kwa wanafunzi, lakini ninachoweza kusema kwamba ninapoenda kusoma nje naongelea quality education. Tunaenda nje ya nchi ili kupata ujuzi wa huko na kuleta huko katika nchi yetu ili kuungana na rais wetu katika uchumi wa viwanda. Hasa nchi ambayo inategemewa sana ni China. Mfano mimi naenda kusoma MBBS, Bachelor of Medicine and Surgery. Naenda kusomea vitu viwili kwa wakati mmoja. Hali ya kuwa nikiwa hapa nasomea Bachelor of Medicine tu peke yake. Vijana wa Kitanzania wanaopendelea vyuo vya nje ya nchi huvutiwa sana na masomo ya sayansi, wakiamini si tu watajifunza kwa nadharia bali kutenda. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Moja kwa moja na kupeleka magharibi mwa bara Afrika, ambapo ni katika taifa la Cameroon tuweze kutazama ni kipi ambacho kimejiri katika wiki hii.
Shangwe na vifijo vilisheheni nchini Cameroon baada ya huduma za mtandao kurejeshwa kufuatia kusitishwa kwake kwa miezi mitatu. Vitengo vya usalama nchini humo vilikuwa vimepiga marufuku huduma za mtandao kufuatia maandamano katika maeneo yaliyosheheni watu wanaozungumza Kiingereza dhidi ya serikali ya Rais Paul Biya iliyosheheni watu wanaozungumza Kifaransa. Suala la kupiga marufuku huduma za mtandao limeshuhudiwa mataifa kadhaa barani Afrika. Kwa mfano, mnamo mwaka jana, serikali za mataifa 13 zilipiga marufuku mtandao ikiwemo Gabon, Uhabeshi, DRC Congo, Zimbabwe, Uganda, Algeria na mengine. Marufuku hii ilitekelezwa haswa kwenye maandamano yanayofuatia uchaguzi. Shirika la kutetea haki za kibinadamu Internet Without Borders limesema kuwa marufuku ya mtandao ni ukiukaji wa azimio la Umoja wa Mataifa la Julai 2016 linalosema kuwa haki zote za binadamu ni sawa iwapo anatumia mtandao au la. And we've seen some of these Western companies selling surveillance products to repressing regimes such as Libya, such as Gabon, such as many other examples as early as 2009, as I was saying. Why? Because at the time, the sample of population which was connected was so small that it was possible to test and to perfect some of the products which are today proposed and sold to Western governments who are fighting who are fighting terrorism and who believe that internet allows so many terrorist attacks, which we don't believe, by the way, but that's what many Western governments think. Wafanyabiashara waliathirika zaidi huku wakilazimika kuhamia maeneo tofauti angalau kupata bidhaa hiyo. Kuna haja ya viongozi barani Afrika kuiga mataifa kama vile Uchina ambayo huweka vizuizi maarufu firewall kwa mitandao ya kijamii badala ya kupiga marufuku mtandao wote kwa jumla. The case of Cameroon is particularly worrying. As I was saying, the shutdown happened in two specific regions, and one of them being home to what was called and what is still called the Silicon Mountain, the city of Buea, which hosts a certain number of startups and entrepreneurs who are relying on the internet to create value and to hire other people and to have a dynamic economy in the region. So by shutting down the internet, the government obviously targeted, willingly or not, these companies, and specifically we estimated that the country had lost 4.5 million euros in 94 days of internet shutdown, and this is a very low estimate which does not take into account informal economy. Wadadisi wanahofia kuwa iwapo marufuku kama hizi zitazidi kutekelezwa Afrika, basi uchumi wa mataifa mengi utadorora, ikizingatiwa kuwa asilimia kubwa ya biashara hutumia mitandao. George Maringa, Afrika Mashariki, KTN News. Na tuje Liberia ambapo kulikuwa na uchaguzi mkuu na kura iliweza kufanyika na kukamilika na mshindi kupatikana, lakini mshindi hakuweza kupata ile asilimia ambayo ipo chini ya katiba ya taifa hilo kuweza kutawazwa mshindi. Hivyo basi raundi ya pili ndio inawakodolea macho. Sisili wa kesho na maelezo. Tume ya uchaguzi nchini Liberia Alhamisi iliyopita ilitoa matokeo yote ya uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 10 mwezi Oktoba. Tume hiyo ikithibitisha msururu wa pili wa kura hiyo utakaowahusisha vigogo wawili, mwanasoka wa zamani George Opongwea na naibu rais wa sasa nchini humo Joseph Boakai. Haja msururu wa pili wa kura imetokana na kutokuwepo na mgombea yoyote kati ya 20 walioshiriki kura hiyo ya urais kupata kiwango cha asilimia 50 na kura moja juu yake kinachohitajika. Kura hiyo ya kumrithi Ellen Johnson Sirleaf inatarajiwa kufanyika tarehe 7 mwezi ujao. Sirleaf alishinda uchaguzi mwaka 2006 na kuwa rais wa kwanza mwanamke barani Afrika. Taifa la Liberia liliponia vita vya ndani kwa ndani mnamo mwaka 2003 baada ya zaidi ya watu 250,000 kuuawa kwenye vita vya miaka 14 vilivyodumu katika utawala waliokuwa rais wa siku hizo Charles Taylor.
Kura za mwaka huu zilipokea sifa kubwa kutoka kwa waangalizi nchini humo na wale wa nje ya mataifa, wakiwemo muungano wa bara Afrika, muungano wa Ulaya na ule Umoja wa Mataifa. George Weah ambaye alikuwa mwanasoka bora duniani mwaka 2005 amechezea timu kadhaa maarufu duniani ikiwemo AC Milan na alichezea timu ya taifa ya Liberia mechi za kimataifa likiwemo kombe la taifa bingwa barani Afrika mwaka 1996 lililochezewa Afrika Kusini. Weah amemchukua aliyekuwa mkewe wa zamani wa Charles Taylor kuwa mgombea mwenza wake. Haya yanajiri huku nchini Kenya, hali ya mshike ikiendelea kuzingira sintofahamu ya marudio ya kura urais uliopangwa kufanyika tarehe 26 mwezi huu. Cecily Wakesho, KTN News, Afrika Mashariki. Ndipo tunakamilisha awamu ya kwanza ya kipindi Afrika Mashariki. Nitachukua mapumziko mafupi, lakini kirudi ni maisha Afrika.